Alifurahi waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. Nalishangilia waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. Nilipata amani waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. Why? Kwa sababu nyumbani mwa Bwana, hapo ndipo kumebeba faraja tele, hapo ndipo kumebeba amani tele, hapo ndipo kuna utulivu, hapo ndipo kuna ushindi katika vita ninasopigwa. Oh my God. Ramayaka la baba. So niliposikia twende nyumbani mwa Bwana, nilijua mahali pale nitatulizwa, nilijua mahali pale nitapata amani, nilijua mahali pale nitapata ushindi, nilijua mahali pale nitakombolewa. Nalifurahi wakati waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana, ijapokuwa kuna watu wengi walionipiga vita, walioenda kinyume nami, ambapo walikuwa wanataka au kutarajia kunikatisha tamaa. Wadise, nilifurahi wakati waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. Endelea kusherekea, endelea kushangilia, endelea kutulia, maanake neno inasema nilifurahi waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. Endelea kufurahia, ukaa pamoja na Bwana, kama vile neno inavyosema mahali hapo ya kwamba nalifurahi wakati waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. Wewe sherehekea, shangilia mahali hapo, maanake kuna furaha, kuna amani, kuna utulivu. Daudi anaongea na kusema nilifurahi waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. Nilishangilia, maanake mahali hapo nilijua kwamba nitatulizwa, nilijua watoto wangu watapona, nilijua nitapata chochote ninachokihitaji, chochote nilichokuwa nakitafuta. Maanake wanadamu hawezi wakakupa, wanadamu hawezi kukusaidia, wanadamu hawezi wakakupatia, lakini Muumba mbingu na nchi anasema njooni nyinyi nyote mliolemewa na kiu na njaa, nami nitawasibisha, nami nitawapatia maji. Ndiposa nilifurahia waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. Njoo na wewe twende, maanake nyumbani mwa Bwana, mahali hapo kuna faraja, mahali hapo kuna utulivu, mahali hapo kuna ushindi, mahali hapo kuna uzima, mahali hapo kuna kuinuliwa. Nyumbani mwa Bwana. Just listen to the word of God. That is the book of Psalms, chapter 122, verse 1. When we investigate in the book of Isaiah, chapter 49, verse 10, maandiko inasema hivi: hawataona njaa au kuona kiu, hawataona njaa au kuona kiu wale walio nyumbani mwake, wale wanaomtafuta, wale wanaomtegemea, wale wanaomtumaini. Word say there, hawataona njaa wala kuona kiu. Na kama neno inaongea na kusema hawataona njaa au kuona kiu, basi Mungu akuondolee njaa na ukame. Ijapokuwa Yesu tuko katika season mbaya, ambapo ukutana na watu wengi wanalia tu, wanasema ya kwamba uchumi imeharibika, mambo imeharibika, hatuko katika hali nzuri. Lakini mfalme wa amani anayepigania watu wake, aliyetoa chakula pale jangwani, Elia alipokuwa ako mahali ambapo hakuna chakula, lakini Mungu akaongoza kila ambao iliyokuwa inaitwa ikapeleka chakula pale ambapo Elia alikuwa. Basi Mungu aongoze wale ambao watakao kuwa wanaleta chakula mahali ambapo uko, manake uweza na nguvu ziko kwake, nguvu na utukufu iko kwake. Kama Mungu alipoongoza ile mnyama ikawa inapeleka chakula mahali ambapo Elia ako, na ile ni mnyama ambao inapenda nyama, na ilikuwa inabeba nyama inapeleka mahali Elia ako. Hata kama uchumi imepanda, hata kama vitu imeharibika, lakini Muumba mbingu na nchi akutetee, akupiganie upate chakula. Manake ndivyo neno inavyosema, hawataona njaa wala kiu. Bwana akusimamie, usione njaa hata kama uchumi ni mbaya, kiu isikupige hata kama uchumi ni mbaya. Bwana akufanikishe. Anaendelea akisema, wala heri ya jangwani au jua alitawapiga. Heri ya jangwani wala jua alitawapiga.
Umejua wale ambao walio katika jangwa, walioko jangwani ni watu ambao hakika wako katika hali mbaya. Manake jangwa hakuna chakula, jangwa hakuna kitu chochote. Lakini hata kama hakuna kitu chochote, Eliya alikuwa pale jangwani, lakini Mungu akatumia ile mnyama ikapeleka chakula. Eliya akakula na akashiba. Hata kama uchumi ni mbaya, lakini Mungu akuongoze, Mungu akuletee wateja katika kazi yako, Mungu akusimamishe, Mungu akupiganie katika mambo yote unayohitaji, katika kila jambo inayokusumbua. Mfalme wa amani akupatie matakwa ya moyo wako, maana amesema hawataona jua wala kiu, wala area itawapiga pale jangwani. Ijapokuwa tuko jangwani, lakini huyu mfalme anayetetea wale wanaomtumaini, wale wanaomtafuta, basi wacha akutetee, wacha akupiganie, wacha akusaidie uweze kupata chochote ambacho moyo wako inataka, chochote ambao moyo wako inatamani. Oraka mashanduluba ria makazaka baba anasema hivi, yeye mwenye huruma juu yao atawaonyesha njia. Yeye mwenye huruma juu yao atawaonyesha njia. Kwa hivyo huyu mfalme akuonyeshe njia. Ni wapi ambapo utaelekea, wapi ambapo utapitia, ni biashara gani unapaswa kufanya, ni kazi gani unapaswa kufanya, ndiposa upate kufaulu katika ulezi ya familia yako, katika ulezi yako ya kiubinafsi, katika mambo yako. Mfalme akuonyeshe njia, mfalme akutetee, mfalme akupiganie, mfalme akuonyeshe njia. Hiyo ni ombi lako kwako, yani asikufanye kuwa kipofu ya kufanya vitu ambao haitakupatia mafanikio, haitakupatia baraka, haitakufanya usherekee au kushangilia. Wacha akuonyeshe njia ili upate kufaulu katika mambo yote ambao unafanya, ambao unahitaji. Ye akue akikuongoza. Rakabaka baba, my Father, my God, ninaomba uonyeshe huyu mtoto wako njia, ninaomba ukamfanikishe, ninaomba ukamtetee ili apate kufaulu katika njia zake zote. Manake hivyo ndivyo jinsi ambavyo ameongea mahali pale na kusema yeye mwenye huruma juu yao ataonyesha njia. Kwa hivyo akuonyesha njia, akitukikamilisha na kuongoza kando ya chemichemi za maji. That is Isaiah chapter 49 verse 10. Na kuongoza kando ya chemichemi za maji. Kwa hivyo akuongoze kando ya chemichemi za maji. That is ati sing and say, Bwana asema amenipanda kando ya maji, kando ya mto yenye maji mingi. Yana Bwana asema amenipanda kando ya mto yenye maji, yani akupande kando ya mto yenye maji mengi, mahali ambapo hautakauka. Ijapokuwa kuna wachawi na waganga wanaotaka ukauke, kuna watu wasiokutakia mema, una watu wanaokuangalia na macho mbaya kila siku, lakini usitishike. Manake hiyo macho yao mbaya, manake hiyo mawazo yao mbaya haitazuia Bwana kuleta baraka katika maisha yako. Wewe continue kuenda nyumbani mwa Bwana, usikate tamaa na usirudi nyuma. Ijapokuwa nyumbani mwa Bwana mahali pale pia unaweza patana na walaghai na wadanganyifu na waongo, lakini usikate tamaa. Endelea kuenda mahali pale, manake wewe unajua kile ambacho unachokitafuta. Unatafuta Mungu, unatafuta mafanikio. Mwambie Mungu akuongoze na akupatie kanisa ile ambayo itakufanikisha. Upatana na yeye, usipate limit katika maisha, naye utapata hiyo. Wema wa Bwana itakuangazia, utukufu wa Mungu itakufungulia milango, yani hautapungukiwa. Na hilo ndio ombi langu kwako msikilizaji, mtazamaji, unayenitazama, unayeniona. Mfalme wa amani, muumba mbingu na nchi, akutetea, kufungulie milango, upate kuona heri, upate mafanikio kwa lolote unayohitaji. Make sure that you subscribe, like and share. Make sure that you subscribe, like and share.
Bwana akubariki kwa kuamini ujumbe tunazoandaa. Utukufu wake na fadhili zake zikufungulie milango in whatever that you need. I wish you all the best, mfalme wa Mungu, wakati unapotoka, naye akutangulie, akuonyeshe njia, akupe mafanikio na utukufu lake. In the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Shalom and shalom. Bye bye. Mungu akubariki na kufungulie milango. Shalom.